Karibuni sana na wakaribisha sana kwenye channel yetu hii ambapo ni mahali huwa tunakaa kuzungumza mawili matatu kuhusu lugha ya Kimaasai, mila zao na tabia zao. Naitwa Steven Ngosera, na kama ni mara ya kwanza unatazama, ningeomba subscribe na hata ulike na hata uweze kuambia mtu mwingine mmoja ama wawili waweze kuja ili tuweze kuzungumza mambo yanayotuhusu. Kwa sababu nilionelea ni vyema tuweze kuzungumza, haswa kwa sababu ya watoto wetu wale ambao hawajaweza kupata nafasi ya kujifunza lugha kwa sababu moja ama nyingine. Newe romo nendai oleng, najo ngendai karibuni, kanyor endai oleng, naigiligwa nendai be ibobo dukuya ing'or videos naati abori, amu airoro mbaa kumok oleng naipirta irmaasai, neeku naisho ndai enashe oleng subscribers, ata lelo kulikae ake tung'anak oing'orita, kake kaikilikwan nendai tenkanyit ajoki subscribe. Asante sana, nimekuwa nikizungumza mambo ambayo yanahusu lugha, tabia na tamaduni za Kimaasai. Na nilisema ni vizuri nije nisungumze kwa Kiswahili ili yule ambao haelewi kabisa apate nafasi ya kuelewa. Hiyo ndio sababu ambayo ilinifanya nije. Kwa sababu kweli nimezungumza hapo chini, ukiangalia kuna video nyingi ambazo nimezungumza mambo mengi mazuri, matamu na magumu ya lugha hii ya Kimaasai. Na bado nawauliza muendelee kuzitazama tu. Endeleeni kutazama video hizo, na bado nakuja na mambo mengine tu mazuri. Erona galo tu ayaugwe mbanga atini peki tumasho mdogo yake kingenu oleng. Kage ore neana na enoongera. Nilizungumza mambo ya salamu, maana salamu hata ukikutana na mtu lazima umsalimie tu. Mtu ambao unamjua utamuamkua tu, na hiyo ni tabia yetu sisi wa Afrika na haswa sisi wa Masai. Salamu niliwaambia soba, mtu mwingine yule mwingine anakujibu heba ama soba kulingana na mahali ametoka. Salamu ni muhimu sana. Kuna mambo ambao pia ni muhimu sana ujue, ili kama haukutazama hiyo ingine ili uweze kujua hapa. Kusema asanti, ashe oleng, asante sana. Olesere, kwaheri. Ni mambo hayo ambayo ni basic ambayo kwa kweli unastahili uweze kujua unapoenda popote pale. Ni vizuri ujue mambo hayo. Nilikuambia pia kwamba Wamasai tamaduni zao si ngumu sana. Mila zao si ngumu. Ni mila ambazo unaweza sifuata, ni mila ambazo ni nzuri, hazina zile ugumu. Kama kwa mfano, nimesikia jamii moja ya Kenya hapa, ambapo labda mume anapokufa, unaambiwa lazima usijui ulale pale na yeye, sijui siku ngapi. Mambo hayo kwa Kimaasai hayapo. Kuna mambo ambayo kwa kweli yalikuwa magumu, na ni kama sasa yamefika mwisho. Na haya mambo hata yalikuwa kwa jamii tofauti, si kwa Kimaasai tu. Ukiangalia kwa Kalenjin walikuwa nazo, Wakikuyu walikuwa nazo, kama mambo ya kutoboa masikio. Jamii hizo mbili na zingine tu, kama ukienda Turkana, kama ukienda upande wa West Pokot na sehemu hizo, unapata kulikuwa na mila zingine. Hiyo mambo ya kutoboa masikio, hayo ni mambo magumu ya uchungu, na sasa ndio maana unaona yametoka. Yameendelea kuisha, na sasa hautakuta, ni ngumu sana kwa saa hii upate mtu anatobolewa masikio. Ukiniangalia vizuri mimi, hata meno yangu hapo, meno ya chini yalitolewa nikiwa tu mdogo, hata sikuwa najielewa. Nakumbuka nilikuwa mdogo tu na nikajipata hivyo tu, na ikabidi nikae hivi. Na sio sisi tu, kuna kabila zingine ambazo zinafanya hivyo. Mambo kama hayo yanaendelea kuisha. Kuna mambo mengine yalikuwa
Wamasai wanaita erkeperat. Mtu anachomwa kwa moto, anachomwa mikono huku kuwekwa alama, ati hiyo ilikuwa urembo. Miguu kule chini on the thighs, mtu anachomwa kwa moto na anavumilia tu alama. Ati sasa unachomwa kwa moto na hizo alama hazitawahi ondoka. Hata kwenye tumbo wengine walikuwa nakatwa kwa wembe. Yaani hizo ni mila ambazo kweli zilikuwa ngumu, na hata sisi wenyewe hatuja zipata, na sasa haziendelei tena kulingana na vile dunia inapoendelea. Nimesema nitaje mambo haya maana kama wewe ni Masai lazima ujue tabia, mila na desturi za watu wenu, na zikuingia akilini ili uweze hata wewe kupenda watu wenu vile walivyokuwa tu. Haina shida. Unajua ni vizuri, watu wenu ni wenu tu, na mahali ulizaliwa ni huko tu. Kwa hivyo ni vizuri kupenda watu wenu, penda mila yako, penda lugha yako, na uweze kutransfer hii mila ambao unajua upeleke kwa watoto wako. Kwa hivyo wazazi, mjue sisi ndio walimu wa kwanza wa watoto wetu. Kwa hivyo uweze kuwafunza kile ambacho wewe unajua. Kwa hivyo ni vizuri sana uweze kujua mambo kama hayo, na nitaenda nikiwafundisha. Leo nataka kutaja sehemu kidogo kidogo za mwili ambazo unafaa kujua. Kama wewe ni mtoto ama wewe ni mtu tu ambao ungependa kujua Kimaasai, ni vizuri ujue. Kichwa inaitwa endokoya. Endokoya. Ama elukunya. Elukunya. Endokoya, elukunya, wengine wanaita engwe, lakini engwe sana sana ni ya kondoo, ng'ombe na vitu kama hizo. Lakini ukiita endokoya, hiyo ni mzuri. Enkiok, masikio ama sikio. Enkiok, maana ukitaka kutaja masikio mawili ni ngia. Ngia. Enkongu, jicho. Nkonyek, macho. Nkonyek. Engume, pua. Pua. Engume. Ngumeishin, mapua. Ngumeishin. Mdomo, enkutuk. Enkutuk. Meno, lala. Ilala. Moja ama jino moja ni olalai. 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 Ormunyei, kidefu. Ormunyei ama ndefu. Ndefu. Empiding, kisogo. Empiding, kisogo. Orgos, shingo ama emurt, shingo tu kwa ujumla. Emurt. Engaina, mkono. Nkaik, mikono. Irgimojik. Irgimojik, vidole. Orgimojino, kidole kimoja. Kidole, orgimojino. Na hata hii vidole vina majina. Rumogira, gumba. Na utisho, unaona tu hicho kidole cha kuota. Legereti. Legereti, hii ni ya katikati. Ngorogi linda. Kilinda. Kaka naitwa engilinda aka kadogo. Irgimojik. Irgimojik ni vidole. Endap ni sehemu hii. Engomom, uso. Engomom. Irpapit, nywele. Irpapit. 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 Sijui kama hii ni ngumu sana. Oloilelai, shoulder. Bega. Oloilelai. Orbirangash, sehemu hii ya mkono. Orbirangash, hii sehemu. Orgo, kifua. Orgo, kifua.
Engoshoge, tumbo. Tumbo. Ngoshoge. Ngejek, miguu. Ngejek. Engeju ni moja. Engeju ni moja. Engungu, goti. Engungu, goti. Unajua pia ni vizuri uweze kuelewa sehemu za mwili. Sasa uanze kujijua, uanze kujua. Enkoriong, mgongo. Enkoriong ni mgongo. Laras, mbavu. Mbavu. Endutunyo, kisigino. Kisigino. Vizuri kwanza ujijue, na nilisema nitakuwa nakuja. Juzi nilizungumza kuhusu zile items ambazo tunatumia kwa nyumba. Kwa video ambayo iko hapo chini, nilizungumzia mambo ambayo, vyombo ambavyo tunatumia kwa nyumba, vikombe nini, kakuelezea. Kwa hivyo ni vizuri ujue, kwanza ujijue, na hivyo ndo tutaenda polepole tukijifunza. Orngejep, ulimi. Orngejep, ulimi. Ulimi. Orngejep. Sasa ukiendelea hata unaweza chukua kalamu uandike, ili uweze, kama wewe ni mtoto unaweza endelea, hata unaweza chora, unaweza chora picha ya mtu uweke, alafu sasa utaendelea kumemorize na utajua tu. Ukirudia polepole utajua. Nilisema kwamba sitachoka, na huwa nafurahia sana kufanya kazi hii, kwa sababu huwa najua nikiweza tu kusaidia mtu mmoja, wawili, watatu, hiyo ndio furaha yangu. Na kwa hivyo kama kuna jambo ungependa tuzungumzie, andika tu hapo kwa comment, na mimi bila shaka tutazungumzia. Kama kuna kitu ambao ungependa, ama swali kuhusu lugha yetu ya Kimaasai, kuhusu mila zetu, ni vizuri. Kuna msemo ambao huwa unasemekana kwamba if you want to speak to the heart of the people, speak to them in a language they understand, in their own language. In their own language. If you want to speak to their heads, speak to them in a language they understand. But if you want to speak to the hearts of the people, speak to them in their own language. Na ndio unaona hata wanasiasa wanazungumza Kiswahili, Kiingereza, lakini ikifika mahali wanazungumza kwa lugha ile yao, maana wanajua wanazungumza na roho na wanazungumza na nafsi za wale watu. Nafsi. Kuna jambo lingine wazazi ni vizuri tujue na tuwafundishe watoto wetu, na hiyo ni kitu nimeona kuna viongozi wengine wazuri. Mtu ni kiongozi mzuri, amesoma, ana maadili, ana uwezo, lakini akija kuomba kwa mfano kama ni viti hivi vya siasa, hawezi pewa, maana hawezi kujiexpress. Hawezi ongea na wale watu kwa lugha yao, hawezi ongea na roho zao, hawezi ongea na nafsi zao. Kwa hivyo tufundishe watoto wetu wajue. Tena kuna siku hizi vernacular radios, TVs and whatever. Sasa kama wewe ni Mmasai na kweli umequalify, lakini huwezi pata ile vernacular radio kwa sababu wewe hujui hata Kimasai, sasa hiyo itakusumbua. Ama kazi zingine tu. Kwa hivyo nimeshukuru sana kuja kwenu na hata kunifuata, na ningeomba subscribe tafadhali, na like na comment pia, ili tuendelee kukua pamoja, ili tuendelee kwenda mbali pamoja, maana naona tunaenda mbali. Nimeshukuru sana. Mimi ni wenu Steven Ngosera. Tuendelee kuwa pamoja. Asanteni sana na Mungu awabariki.